Okay guys, tunaendelea. Iko hivi, tuko katika, nadhani ngoja tuangalie, chungulie kidogo kwenye day hapa, nasemaje day. Alright. Okay, tunaendelea basi. Iko hivi, nitaelezea chap. Baada ya market kufanya change of character, ili drop, then ikafanya retracement katika 50 to 60 Fibonacci hiyo, then ikadrop kana chezea hapa. Hiyo inamaanisha kwamba sellers, market iko kwenye upande wa kuseli, lakini bado sellers hawana order za kutosha, wauzaji hawapo wengi sokoni. Pia inatuonyesha kwamba wanunuzi pia hawapo wengi sokoni, na kwamba hapa iko katika mfumo wa correct, tunasema correct orders au tunasema transactions. Kwa hiyo bado ni pesa zinakusanywa ili kuamua direction wapi tunaelekea. Kwa sasa kama sellers wakiwa ni wengi, tuna high probability kwamba hii ngome itakuja hapa juu, then ita drop, kwa sababu mshatengenezea double, kitu kama double top hapa. Na kama buyers wakiwa ni wengi, basi tuna high probability kwamba kuna taelezea hapa mbele kuna nini kitatokea, then tutapata setup ya kubuy. Sasa basi, kwa kuwa bado direction inasuasua, lakini picture nzima jinsi inavyoonyesha ni kwamba inatafuta liquidity, na area ambayo liquidity iliyopo sasa hivi ni hii area hapa unayoona hapa, kuna liquidity na iko karibu, sijui mshanifahamu. Kwa market ni ngumu kusema kwamba itakuja itashuka chini afu itatembea, lakini yote yanawezekana, ila kwa jinsi inavyoonekana ni kwamba inatafuta hii area afu then itafanyeje, ita drop. Kwa sababu gani? Still buyers hawana nguvu, wanafika kwenye katika hii zone 50 to 60 wana drop, wanafika wana drop. Nini kinachotokea? Watafika hapa then wanaweza wakachia spike mkia, then wakashuka, kwa sababu structure yetu inaonyesha kwamba hii bado ni seller wako kwenye market, japokuwa bado hawana nguvu ya kutosha, lakini bado wameshikilia market. Sijui shanifahamu. Na tukiangalia mfumo unaotembea hapa wa buyers ni compressions, na kwamba wanaenda kwa mgandamizo, na kwamba hawana nguvu ya kutosha, lakini wanajitahidi kufanyaje, kumove. Shanipata? Na hiyo kujitahidi kumove ni kwamba wanatafuta sehemu ambapo kuna a lot of transaction, ili tufanyeje, waweze kuchukua wauzaji. Hawa buyers wanatafuta wauzaji, ndio maana yake unaweza kusema kwa Kiswahili kama hicho, kwamba kishapata au wauzaji na kwamba tutapata structure kuendelea kushuka. Yote yanawezekana katika market. Kwa hiyo picha nayo inaonyesha, lakini ndio hiyo kwamba inaweza ikapanda hapa juu then ikaacha spike then ikadrop. I hope kitu kama hicho. Sijajua upande wako rafiki, wewe unafikiria vipi? Pia mdondoshe hapo maswali na nini tuweze kueleweshana. Na mimi hapa napata kidogo ideas pale mnapouliza maswali na nini. Yeah. Kwa hivyo ngoja tuende katika 1 hour. Alright. Katika 1 hour tunaona area ni ile ile, bado wana struggle kupanda. Okay. Tukaona basi hii ni katika 1 hour, ni katika hii area hapa imetengeneza. Ngoja tufanye hivi hapa, ili break, ili ni minor, and then ili break, tunaona hii area ikatengenezea internal market structure ambayo ili break hapo. Baada ya hapo break, tukatarajia kwamba kwa kuwa ni sellers, tunasubiri je around this area, tunavuta Fibonacci hapo. Nadhani mnaona kabisa ni 50 to 60, then ika drop. Baada ya kudrop tunaona kabisa ime drop. Baada ya kudrop ikafanya
retracement area, this area. Kwa tukachukua tena hapa, then tuna drop, tunaangalia ilikuwa inatakiwa ifike to 50 to 60 then ishuke chini, lakini inaonekana buyers walikuwepo wana power then wakavunja hii area. Sasa inageuka kuwa nini? Inageuka kuwa support. Kwa hiyo hii area inageuka kuwa support. Sawa. Sasa hii area inageuka kuwa support. Ushaelewa? Hii 50 to 60 inageuka kuwa support. Sawa? Kuona kwamba unaona iliweza kuja ikatap up then ikatembea juu. Sawa? Ilikuja ikashika hapa hivi then ikatembea, inashikilia hapo hapo, lakini jinsi inavyo move tunaona sawa, imesha break hapa. Tunachokitafuta imesha break hapa, si ndio? Lakini kuna kitu kimoja ambacho tunatakiwa kufahamu. Ili our buyers waendelee kuwa na nguvu au wawe na nguvu, ilikuwa inatakiwa ni kwamba ituonyeshe kitu kimoja, itutengenezee inducement areas, ituachie inducement areas afu then tuone structure inakuja kuvunja. Maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba baada hii market kucheza this around this area, imekuja hapa ikatap then ikaja hapa, ilikuwa inatakiwa itutengenezee inducement area. Baada hii ku break hapa itengeneza BOS, hii area ilikuwa inatakiwa ije ikija this area hapa, afu then tukaona inaanza kutengenezea vitu kama hivi hapa. Ushanifahamu? Sasa tunajua kwamba tayari tunapata nini? Move ya ku conquer this swing. Ushanifahamu? Lakini tunaona imetengeneza support hapa, lakini baada ya kutengeneza support inatakiwa ije ipate ilikuwa inatakiwa ije ipate nanili tuseme ifanye retracement, tutengeneze inducement ili iweze kupata nguvu, maana kwamba haiwezi ka move hivi hivi moja kwa moja, aidha basi kuna news. Ushanielewa? Lazima tutengeneze retracement ili kuja kutafuta nguvu, tuachie inducement then ipate nguvu ya kuweza kumove. Lakini sasa kusema ina move kwa mfumo huu na kwamba hawa buyers bado nguvu na wenyewe dolo. Kwa hivyo tunachokusubiria sisi hapa ni kwamba ni aidha kuna mawili. Tunasubiria hii area, unaona hii area hii area tayari ishatengenezewa ishatengenezewa kitu kama tunakiita double top, ambao tunaweza tukatika item kama ni sehemu ya liquidity. Kwa hiyo kuna high probability kwamba kama inashuka sawa, tunaisubiria around this sawa, kwa awamu nyingine hapa, then tuta target juu right hapo, kabla hajaenda. Kama inaenda kuchukua nini, kuchukua ile double top kule juu, ile katika high time frame when tunaita 4 hour sawa. Kwa kama haijaenda bado kule juu, lazima itaachia mkia hapa then ipande kule juu, ili tuweze kupata setup ya kuseli, kwa sababu stock bado tunaonyesha kwamba ina sell. Sijui naeleweka vizuri hapo? Let's see 115. Tunachojaribu kukifanya hapa ni kwamba tujue namna ya kusoma market jinsi inavyokwenda. Tunaelewana? Tuweze kusoma market jinsi inavyokwenda. Kwa hivyo kwa sisi hapa cha kusubiri ni kwamba itatubidi patu katika 15 minutes tuone nini hapa cha muhimu. This area kuna order block. Kwa hiyo sasa hii area naweza kusema ngoja. Kwa hiyo sisi tunachosubiria ni kureact this area. Sasa unatakiwa uwe na macho, by the way. Unatakiwa ukae utulie, sio ukurupuke. Kwa sasa ninachokusubiria ni kwamba tuone rejection. Sasa kaona hivi, ukaona kama vile ni mbali sana hapa, lakini ni karibu mno.
market kufika hapo unaweza kuona kwamba mbona kama vile ni mbali, kama vile kitu ni impossible. Kwa hivyo tunasubiri reaction tuione hapa. Tuone this area. Hapa. Shaona, tuone hii area reaction ina react kitu gani this area hapa. Baada ya hapo sasa ndio tunaweza tukasema tunatembea nayo, lakini sasa angalizo, kipindi inashuka baada ya kuvunja hapa. Hapa tunatoa angalizo. Tuelewane kabisa. Baada ya hii kushuka hapa, inatakiwa ikishuka ikifika hii area itoe rejections this zone, na then tuone ndani kuna hizo hizo imbalancing na candle zile tunasema giant candle ambazo tunaona kama candle kama hizi. Tuone mwondoko kama huu, afu tuone na mikia. Ushanielewa? Hapa tunasema sasa tunaweza tukapanda. Kingine cha muhimu, unaona hii area hii liquidity ikivunjwa, narudia tena, ikivunjwa hapa kwa body, kwanza utaanza kuangalizia kutoka huku. Ukiona inakuja kendo kubwa huku na ikaje kavunjwa kwa body, ikafunga na body imefunga, baba tuna sell. Yani hapo tuna sell, hakuna cha mjadala, kwa sababu market tayari ni nini? Ni downtrend. Sibisha nielewa. Sasa hii inducement itakuwa imeshindwa kufanya kazi. Itakuwa tayari imetengeneza ni induce, lakini imefeli. Maana sasa inducement inatakiwa ije ichukue, ipate power, then ipande juu. Lakini sasa ikifunga na body na huku juu imeacha magap huko, ni kwamba sasa kuna high pressure, high volume, na kwamba hii ngoma inakuja inapiga mpaka chini. Nadhani hapo tutakuwa tumeelewana. Kwa hiyo kuna a lot of things vya kusoma na kuunganisha ili uweze kuelewa structure. Lakini kizuri zaidi ni kwamba unatakiwa ukiingia katika structure uweze kuisoma, uweze kuielewa nini ambacho kinaendelea, at least kidogo. Hiyo itakuwa inatusaidia, maana ukijua structure inasema nini, ukijua chart inasema nini, yani ni kitu kizuri sana. Yani ukishaingia tu kwenye chart tukajua kwamba hii inasema kitu gani, imefanya hivi kwa sababu gani, ni kwamba hicho ni kitu ambacho ni hatua ambayo ni nzuri sana na ni kubwa sana. Hiyo ambayo itakupelekea kufanya wewe ukuwa unaingiza pesa bila wasiwasi. Maana kuna wengine wanapata setup lakini ni kwa kubahatisha, ni kwamba anaingia anapata profit lakini haelewi hata mwenyewe kumwambia nielezee basi profit wewe umeipataje, ni kwamba haelewi, ni kimungu tu. Kwa hiyo ndio inakuwa hivyo. Kwa hiyo kikubwa ni tuelewe kwamba tunapoona structure tuisome, tuielewe vizuri. Unapoielewa vizuri sana structures kwenye trend view yako, weza MT5, MT4, unapoelewa vizuri structure na unapoelewa miondoko jinsi inavyofanya na behavior zake, ni kwamba wewe inakusaidia, ni kwamba unapoweka setup inakuwa ina uhakika zaidi. Maana hapa tunaenda kwa probability. Hata ma professional wenyewe au wanaita ma prop trader, tunaenda wote ni kwa probability. Hatuna kwamba that is exactly we gone somewhere, kwamba hii kwamba ni lazima itafanya hivi. Hapana, tunaenda kwa probability. Kwa hiyo kama probabilities zikigoma ni hivyo, kinakuwa kimekulamba. Kwa hivyo kikubwa ni kuelewe chati ina kuhitaji wewe kujua kitu gani. Na ili kujua chati inakutaji kujua kitu gani ni very easy, ni very simple. Ushansoma, maana kwamba unaona kama hapa. Sasa nasema tu ni kwamba yani unatakiwa big time kwenye screen. Unaona kama hii area baada ya kuvunja kutengeneza hii structure, unaona is gaps, Tanzania ikabadilisha hii 50 to 60 kuwa support. Then unaona kabisa inavyorudi kufanya retracement. Unaona kabisa yani inaenda kwa mfumo wa compression, kwamba haina nguvu, sellers hawana nguvu. Ushanifahamu? Baada ya kufika hapa zeni kapanda juu. Na hii hapo ilipofika hapa juu unaona muondoko wa buyers hawa. Wote wanaenda kwa compression, hawana nguvu. Kwa hiyo inatengeneza kitu kama sideway. Kwa hivyo tutaendelea kujuzana hiyo taratibu, then mwisho wa siku nadhani tutakuwa poa kabisa, tutakuwa fit. Okay, kwa maswali aulize, mwenye ideas atoe, ambapo hapajaeleweka tuulizane.
Tanana.